Hiyo mpendwa mtumishi wa Mungu, ninaomba na ninakushauri usijisumbue sana katika kufunga. Kufunga ni kuzuri, lakini kama ukifunga halafu uko nje na ahadi za Mungu, kufunga kwako umejichosha, kufunga kwako unajitesa. Lakini kama umefunga, kabla hujaanza maombi yako, hebu anza kwanza kutengeneza mazingira ya kukumbuka kile ambacho Mungu alisema na wewe. Anza kukumbuka ahadi ambazo Mungu alikuahidia, ili kusudi utakapoingia kuomba sasa, unaingia kumuuliza Mungu, unaingia kumhoji Mungu kwamba Mungu, uliniahidi jambo fulani, uliniahidi kile, ulisema nikifanya hiki ndicho kitapelekea mimi kubarikiwa, kubadilika, maisha yangu kubadilika. Kwa sababu inawezekana vile Mungu alivyokuitia, alikuita huu unafanya jambo fulani, lakini wewe lile jambo haulifanyi, unafanya jambo lingine nje na lile ambalo Mungu anataka wewe ulifanye. Mungu alimwambia Yeremia, nimekuchagua uwe nabii wa mataifa. Utakwenda kwenye kila taifa, utawaambia habari njema, utawaambia habari za uovu wao. Kwa hiyo Yeremia alipokuwa anafanya unabii sawasawa na mwito wake, sawasawa na ahadi ya Mungu, sawasawa na Mungu alivyomwambia afanye, ndipo Yeremia akawa anamuona Mungu kwa viwango visivyo vya kawaida. Japo Yeremia pia alikuwa anapita kwenye majaribu, maana watu hawakutaka wasikie habari za Mungu kupitia Yeremia. Zile habari zilikuwa zinawaumiza. Inawezekana hata saa hii mtu mwingine ninapomwambia lazima ukae kwenye ahadi za Mungu alizokuahidia, yawezekana na kuazika, yawezekana nasema hapana, hakuna kitu cha jinsi kama hiyo, ninyi ni waongo tu. Lakini nataka nikwambie, neno la Mungu ni amini na kweli, ni amina na kweli. Ukiliamini neno la Mungu na ukatembea kwenye hili neno ambalo ninakushauri asubuhi ya leo, nataka nikwambie mabadiliko yanakwenda kutokea juu ya maisha yako. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Ukitembea kwenye ahadi za Mungu, nataka nikwambie maisha yako yanakwenda kubadilishwa. Hiyo hali ulio nayo inakwenda kubadilishwa. Hizo shida ulizo nazo zinakwenda kuondoka. Cha msingi, kaa katika kusudi la Mungu, katika ahadi za Mungu, katika makusudio aliyokukusudia. Kila mmoja ameitwa kwa jinsi yake mwenyewe na kwa namna ambavyo Mungu amependa, ili huyu mtu afurahie wema wa Bwana, ili huyu mtu afurahie mapenzi ya Mungu, ili huyu mtu afurahie baraka za Mungu, ili huyu mtu afurahie wema wa Kristo Yesu. Sikiliza vizuri. Mungu alipokuwa anamtaka Yeremia aendelee kuona ufito wa mlozi, siku moja Yeremia akaacha kuangalia ufito wa mlozi, akaacha kuona ufito wa mlozi. Najua unielewi maana yake. Ni kwamba
Kuna wakati mwingine Yeremia aliuacha wito wake, aliacha kutoa unabii. Kitendo cha kuacha kutoa unabii, Mungu akainua maadui, wakamkamata Yeremia, wakamfunga ndani. Mungu anapokuwa ameweka wito ndani yako, Mungu anapokuwa ameweka huduma ndani yako, ukiacha kufanya huduma ile, na wokovu unakoma juu yako, baraka zinakoma juu yako, neema inakoma juu yako, maana umeacha mlango unaopitisha baraka, unaopitisha neema, unaopitisha mema. Kwa hiyo Mungu anakata, ni kama daraja limekatika, ni kama bomba limekatika. Kwa hiyo Yeremia alikuwa akitoa unabii. Kila anapotoa unabii anachukiwa. Yeye akawa nadhani kwamba kule kuchukiwa anachukiwa yeye, kumbe watu wanamchukia Mungu. Na sikiliza nikwambie, watu hawapendi kusikia ukweli, watu hawapendi kuambiwa ukweli, watu wanataka waambiwe yale ambayo yanawafurahisha wao. Lakini mtu unapomuonya juu ya njia zake mbaya, lazima atakukasirikia. Watu walimkasirikia Yeremia, watu wakamchukia, hata wakamkamata, wakamfunga ndani. Yeremia akaanza kulalamika, anasema, Mungu, mbona kazi hii imekuwa ni kazi ngumu? Kila ninapotoa unabii ninakamatwa, ninapigwa, ninawekwa ndani. Mungu anamwambia, sikiliza, wewe ulipofika mahali moyoni mwako ukaiacha kazi yangu, ndipo nilipoinua maadui wakakuweka ndani. Lakini sasa hivi nakwambia, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa, mambo magumu, mambo usiyoyajua. Yeremia 33 mstari wa 3. Nami ninakwambia leo, nenda karudi kwenye agano lako kati ya wewe na Mungu, lile mulilo agano nalo, alafu kamuite, atakuitikia, atakuonyesha mambo makubwa, mambo mema, mambo mema, mambo mema. Come on, come on, come on, come on. Kwa hiyo Mungu anakwenda kukutendea mambo makubwa, mambo ya ajabu. Mimi mwenyewe ninayekushuhudia, nimemuona Mungu akinivusha katika magumu. Kuna kipindi fulani nilikutana na mapito makubwa, mpaka nikafika mahali nikasema, kazi ya Mungu siendelei tena kuifanya. Nikakaa tu, nikawa mtu ambaye sijulikani niko wapi. Kwenye uchungaji nikawa sijulikani, nikaendelea na shughuli zangu za kawaida. Nikaambatana na mke wangu katika ofisi yake ya kazi anakofanyia kazi, tukaanza kufanya kazi. Ni kweli mwanzoni tuliona manufaa, lakini baadaye mambo yalianza kuwa makubwa, ikafika mahali mpaka nikataka kuwekwa ndani. Nikashtakiwa kwa kesi ambazo hazina kichwa wala miguu. Niliporudi tena kumwambia Mungu, narudi tena kwenye huduma, Mungu akanifungua, Mungu akanifungua, Mungu akaniinulia watetezi, Mungu akaniinulia watetezi, na nisingependa niwataje, lakini Mungu aliniinulia mtetezi mmoja wapo ambaye alisema, kwa gharama yoyote ile lazima urudi kwenye huduma, nitakushika mkono, nitakuinua, nitakusaidia ili urudi kwenye position. Hivi leo ninavyosema, Mungu amekuwa ni Bwana, amekuwa ni Mwokozi. Sina shida tena kama nilivyokuwa na shida, sidharauliki tena kama nilivyokuwa na dharaulika, na mimi nimekuwa ni miongoni mwa watumishi wanaoheshimiwa. Sema amina kwa jina la Yesu. Unapomwacha Mungu,
Mungu na yeye anakaa pembeni. Hata ungeomba, Mungu hasikii maombi hayo. Kwa nini? Kwa sababu naomba vibaya. Kuomba vibaya maana yake ni kuomba nje na lengo la kusudi la Mungu aliloliweka ndani yako. Huko ndiko kuomba vibaya. Kama ulikuwa hujui leo, ndo nakwambia sasa, rudi kwenye position yako. Rudi kwenye patano lako wewe na Mungu. Ndipo sasa uanze kuomba. Kama uwezi kurudi kwenye patano lako wewe na Mungu, nataka nikwambie kazi unayoifanya ya maombi ni kazi bure. Mungu hatawahi kusikia, Mungu hatawahi kukujibu. Lazima uangalie siku unaokoka, ndoto zako zilikuwaje? Maono yako yalikuwaje? Mawazo yako yalikuwaje? Kama yale mawazo uliokuwa unawaza yalikuwa yanaambatana na Mungu, Mungu alikuwa pamoja na mawazo yale, rudi tena kwenye yale mawazo. Mungu ataondoa hayo yote yaliyokuinukia, yaliyoinukia afya yako, yaliyoinukia maisha yako, yaliyoinukia kazi yako, yaliyoinukia biashara yako. Nataka nikwambie, biashara yako inakwenda kunyoka, inakwenda kuinuka, inakwenda kuanza kukuletea faida. Kwa nini? Kwa sababu umerudi kwenye agano la wewe na Mungu akalie hai. Sema amina. Come on. Kwa hiyo cha msingi